Ulimwengu wa roho. Vita katika ulimwengu wa roho. Huu ndio ujumbe wetu leo ambao Mungu amekusudia tujifunze kwao. Vita katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Sisi tuko kwenye ulimwengu wa mwili ambao unaweza ukamwona jirani yako, unaweza ukatembelea ndugu na jamaa. Ni ulimwengu wa mwili ambao tunaishi. Lakini uko ulimwengu wa roho ambao kwa macho ya kawaida hauonekani, ambao kwa akili ya kibinadamu hauwezi ukauona. Lakini ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho yako mambo yanafanyika. Kama ambavyo mambo yako kwenye ulimwengu wa mwili, hivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho yako mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uko ulimwengu wa roho ambapo kwenye huo ulimwengu kila kitu kinaendelea, ratiba nzima inaendelea. Kuna serikali yake huko, kuna watawala wake huko, wanafanya kazi kama ambavyo wamepangilia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ulimwengu wa roho uko ulimwengu wa aina mbili. Kuna ulimwengu wa roho wa giza, yaani wa shetani, na kuna ulimwengu wa roho wa nuru, yaani ulimwengu wa roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ulimwengu wa roho wa giza wa shetani ni ulimwengu wa roho ambao pepo, wachawi, majini na mizimu na vitu vingine kadha wa kadha vya gizani vinatenda kazi. Wale malaika walioathi mbinguni wanatenda kazi kwenye ulimwengu wa roho wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidieni huyo. Ukichoka ukalale nyumbani, sawa? Mimi niko madhabahuni. Nitashuka na viboko hapa sasa hivi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ulimwengu wa roho unafanya kazi. Lakini pia uko ulimwengu wa roho wa nuru, ulimwengu wa roho wa Mungu wa mbinguni, ambako ndiko Mungu na malaika wake wanatenda kazi pia. Sasa mtu yeyote ambaye yuko hai leo kwa jinsi ya mwili, huyo mtu pia yuko kwenye ulimwengu wa roho, anajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, unajulikana kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mtu anajulikana kwenye ulimwengu wa roho, anajulikana. Hiyo ni ulimwengu wa roho wa giza au ulimwengu wa roho wa nuru. Uko ulimwengu wa roho mmojawapo unakojulikana. Bwana Yesu asifiwe. Uko ulimwengu wa roho mmoja. Waliomkimbilia Yesu wanajulikana kwenye ulimwengu wa roho wa nuru. Waliomkimbilia shetani wanajulikana kwenye ulimwengu wa roho wa giza, huko anafahamika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mtu kuna mahali amejiegesha. Sasa wewe unaweza ukawa unaelewa uko kwenye ulimwengu wa roho wa aina gani kati ya ulimwengu wa roho huu wa aina mbili. Je, uko kwenye ulimwengu wa roho wa nuru au uko kwenye ulimwengu wa roho wa giza? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ulimwengu wa roho huu ndio ambao unaamua maisha ya mtu yaweje. Sikiliza nikwambie. Ulimwengu wa roho, uwe wa giza, uwe wa nuru, wa Mungu wa mbinguni, ndio unaoamua maisha ya mtu yaweje. Mtu vile ambavyo yuko kwenye ulimwengu wa roho, hivyo ndivyo atakavyokuwa kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Petro anaandika waraka kwenye kitabu cha, ngoja nifungue haraka haraka, utaona hapo. Waraka wa mtume Petro kwa anasema mpenzi,
Gayo, ufanikiwe katika mambo yote kama vile ambavyo roho yako inafanikiwa. Anasema mpenzi Gayo, ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile ambavyo roho yako inafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kitabu cha waraka wa mtume Paulo. Waraka wa mtume Paulo kwa Yuda, kitu kama hicho. Kwa Yuda. Penzi Gayo, ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako inavyofanikiwa. Waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana. Hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa 3 wa Yohana, sura ya 1, mstari wa 1 na wa 2. Soma kama umefika. Waraka wa 3 wa Yohana. Kitabu cha nyuma kabla ya ufunuo wa Yohana. Wa 1 na wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1. Mstari wa 1 ni wa Mungu linasema. Ndio. Mzee kwa Gayo mpenzi. Nimpendaye katika kweli. Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Shia hapo tu. Kwa anasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa Yohana anaandika waraka kwa Gayo. Gayo alikuwa ni mtumishi wa Mungu, anafanya kazi ya Mungu kweli kweli, lakini maisha yake ya mwilini alikuwa hayajafanikiwa, maana alikuwa ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yohana anaandika waraka kama Mungu alivyomwelekeza, kwamba nenda akamwambie Gayo, nimemwona kwenye ulimwengu wa roho wangu ni mtu ambaye amefanikiwa, lakini kwenye ulimwengu wa roho hajafanikiwa, ni mgonjwa. Yohana anaandika anasema, mpenzi, kwa wewe mzee Gayo, ninakupenda sana katika Kristo. Nimeona kwenye ulimwengu wa roho jinsi ulivyofanikiwa, vivyo hivyo ufanikiwe na afya yako kama roho yako ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Ulimwengu wa roho ndio unaoamua maisha ya mtu yawaje. Kwa mtu vile ambavyo yuko ndivyo ambavyo ulimwengu wa roho umepanga awe hivyo. Kwa mtu asipoelewa, anaweza akajikuta anatembea kinyume na Mungu anavyotaka. Kwa utaona sasa viko vita katika ulimwengu wa roho. Viko vita kwenye ulimwengu wa roho. Mara nyingi shetani huwa anapanga vita kwenye ulimwengu wa roho ili kuharibu hatima za watu. Haijalishi huyo mtu ameokoka au hajaokoka, ila uwe na uhakika lazima awe na vita kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima awe na vita. Kwa mara zote utaona mtu ambaye anapitia vita ya kwenye ulimwengu wa roho, viko vitu ambao shetani anataka kuvizuia kwake. Anajua nikimwacha aende, kuna vitu vitatokea. Nikimwacha aendelee, kuna watu watabarikiwa kupitia yeye, kuna watu watainuliwa kupitia yeye, kuna watu wataongezeka. Kwa shetani anafanya kila namna, anarudisha nyuma. Kwa kama haujaelewa, utaona ni kawaida, lakini ujue ni vita kwenye ulimwengu wa roho inafanya kazi ili kurudisha hatima ya huyo mtu isisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani mara zote huwa anapambana ili kuzuia mema yasitokee kwa mtu. Anapambana, yaani anahakikisha mambo yanaharibika, anahakikisha watu hawaendelei, anahakikisha watu hawafanikiwi. Wanaweza wakaanza vizuri sana,
lakini baadaye saa ngapi haijulikani, wanaacha. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza akaanza kwa kishindo, lakini baadaye wanavyoendelea kwenda wanapoa, hakuna tena mafanikio. Mtu kama alianza ni biashara, anaweza akaianza, lakini anavyoendelea haoni kusonga mbele, anaacha, anaishia njiani, anasema ni ngumu, nimeshindwa kabisa. Lakini unajua kwenye ulimwengu wa roho ni vita inazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa iko vita kwenye ulimwengu wa roho ambayo shetani ana uhakika kabisa, huyu mtu nikimwacha anaweza akafika mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anataka watu waache, na kwa mantikio hiyo sasa, watu wanapofika mahali wanakutana na ukuta mbele yao, wanakutana na magumu mbele yao, wanaacha. Watu wengine wanaanza kuuliza, mganga wa kienyeji yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kuuliza, kwa nani niende nikaaguliwe? Utaona Yesu alipokuwa yuko nyikani, maombi ya siku 40, shetani anamtokea, anamwambia nitakupa haya yote ila ukinisujudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani anaweza akaleta vita kwenye maisha ya mtu, lengo na makusudi asujudiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abudiwe. Anajua wakisha nisujudia hawa ni wangu na wapeleka jehanamu. Anajua wakisha niabudu hawa ni wangu na wapeleka motoni. Na ndio maana kuna mtu mmoja akasema ya kwamba shetani haoni shaka kukupa milioni 100, akiwa na uhakika milioni 100 inakupeleka kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anakupa vizuri tu. Shetani haoni shida kukupa gari nzuri ya kifahari, akiwa na uhakika hiyo gari itakuwa kwa ajali, alafu unakwenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana namwambia Yesu, ukinisujudia yote haya, miliki ya dunia, dhahabu na fedha nitakupa. Kwa shetani anapambana na maisha ya watu, anapambana na kanisa ili kulirudisha nyuma limsujudie yeye. Hiyo ni vita ambayo iko kwenye ulimwengu wa roho, Kwa ndio maana leo utaona watu wengi wanakimbilia kwa waganga pale mambo yanapokuwa imekuwa, wanaenda huko. Mwingine alikuwa ameokoka, anasema hapana, nimeona tu nitafuta njia nyingine. Kwani ni vita aliyokutana nayo, wala usije ukamlaumu. Bwana Yesu asifiwe. Wala usije ukasema mpendwa niache, mbona sikuelewa. Vita imemzidi. Kinachotakiwa omba kwa ajili yake, piga magoti, mwambie Mungu mkumbuke, Mungu mtetee, huyu ni mtumishi wako. Inakuwaje anageuka na kwenda upande mwingine? Inakuwaje huyu mtu anaacha lililo tumaini la kweli, anakimbilia upande mwingine? Wewe mtie moyo, asonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, ni bora ukafa maskini ukaenda mbinguni kuliko ukafa tajiri ukaenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote lakini akaipoteza nafsi yake? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila kitu unakipata, lakini maisha yako yanapotelea sipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naongelea kwa habari ya vita katika ulimwengu wa roho. Lakini pia jambo la kufahamu, vita ya mtu inaanza tangu anazaliwa, tangu yuko mimba tumboni mwa mama yake, vita inaanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani anachungulia tokea mbali, anasoma nyota ya mtu tokea mbali, anasoma baraka ya mtu tokea mbali, anasoma mafanikio ya mtu tokea mbali, anasoma utajiri wa mtu tokea mbali, anasoma kila kitu tokea mbali. Anaelewa ya kwamba huyu mtoto, huyu mimba aliyoko tumboni, akizaliwa huyu mtu, wako watu wataajiri, wako watu watawafanikisha, wako watu watabarikiwa, wako watu watafanya 1, 2, 3 kupitia yeye, wako watu watafunguliwa kupitia yeye. Kwa anaanza kupambana, anazuia ili kuhakikisha huyo mtu hatoki. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio unasikia mtu ameenda kujifungua Reba, mtoto amefariki. Vita ilikweko kwanza. Kama uelewi, kitabu kisoma ni cha Kutoka. Kuna mtu mmoja anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa ni kaka yake anaitwa Esau. Vita yao ilianzia tumboni, wanapigana wakiwa mapacha. Ni mapacha wako tumboni, ila zinapigwa ndani kwenye tumbo la mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Alipoingia kwenye maombi, baba yao Isaka anaambiwa ya kwamba kuna mataifa mawili tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hicho kitabu. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya ngapi? Msomaji, sura ya ngapi? Haya, ngoja ni utafute haraka haraka. Kitabu cha Kutoka Mwanzo. Sio Kutoka. Mwanzo. Siku zake zilipotimia. Yes. Mwanzo 25. Mwanzo 25. Umefika? Haya, 25 anzia 21. Hapo utaona kuna kitu cha kujifunza pia. Mwanzo 25 anzia mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. 24. Siku za kujifungua zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wake kama vazi la nywele. Wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino. Akaitwa jina lake Yakobo. Ishia hapo tu. Sasa hii ni vita imetokea tumboni. Isaka ana mke wake Rebeka. Rebeka azai. Isaka alipona mke wake azai, akaenda akamwomba Mungu, kwa nini mke wangu azai? Mungu akamwambia ya kwamba huyo atapata watoto, atazaa watoto. Kwa andiko anasema ya kwamba naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Mstari wa 22 anasema watoto wakashindana tumboni mwake. Watoto wakashindana tumboni mwake. Amekaa miaka mingi anataka kuzaa, hajazaa. Alipopata mimba ina mgogoro. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuugua si kuugua, kama homa si homa. Kila chakula hakiliki, kila anayemwona mtu anamkasirikia. Hivi mimba zina shida gani jamani? Kuna mwingine akiwa mjamzito hamtaki mume wake. Na wewe baba Recho umeshanichosha mimba. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anataka asikie mungurumo wa pikipiki tu. Mjamzito. Bwana Yesu, hebu washa pikipiki ya Tony. Anaona ndo raha sasa. Mgogoro huo wa mimba. Bwana Yesu asifiwe.
Mwingine mzee ukipita mbele yake anasema amepaka mafuta gani sasa? Mbona mafuta ananuka vibaya? Ila wewe ni mafuta mazuri unayapenda, ila mimba yake haitaki mafuta hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vita. Kuna kitu ambacho mtu yuko nacho, shetani anapambana ili kuhakikisha kinaharibika. Kwa hawa wawili wako tumboni, wanagombana, ni ndugu wa familia, ni mapacha, wanagombana. Huyu mwanamke anaanza kusema, kama nimekaa miaka mingi sijazaa, leo nimepata mimba, bado nina shida hii, kuzaa kwa nifaa nini sasa? Mbona sioni faida? Mbona bado ni mateso? Muda wote ni malala, inakuwaje? Kuna kitu cha thamani uko nacho. Ndio maana shetani anapanga vita na wewe. Sikiliza nikwambie, waliobeba dhahabu hao ndio wanawindwa na majambazi. Hawezi akawindwa mtu ambaye hana chochote. Sikiliza nikwambie, ukiona vita ni kubwa, manake una vitu vikubwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda mtu mmoja anaitwa Penina. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa mwisho ile sura ya kwanza ni ndefu sana. Tutasoma kwa muda wako. Penina alikuwa hazai. Wakati hazai, Penina akaendelea kuomba. Maandiko yanasema ya kwamba Penina na mke wake Elikana walikuwa wanaenda Shilo, mahali pa kuabudu. Kila ikifika Jumapili wanakwenda kwenye ibada. Naye alifika, Elikana anagawa sadaka, anampa mke wake sadaka, anawapa watoto sadaka, anampa na Penina sadaka ambaye alikuwa na watoto, lakini Hana alikuwa hana watoto. Kwa Penina anaanza kumcheka Hana kwamba hili alizai. Wanapoendelea, anafika kanisani, Hana anapiga magoti, wakisema tuabudu anaabudu, wakisema tusifu anasifu, wakati wa kutoa anatoa. Kwenye maombi anaanza kuomba. Ilifika mahali Hana alichoka, maana vita yake ilikuwa ni kubwa. Aliomba, kaanza kunena kwa lugha. Wakati ananena kwa lugha, Elikana kuhani Eli akamwangalia, akasema utakuwa mlevi hata lini? Akasema Bwana, mimi sijalewa, bali moyo wangu unaamini mbele za Mungu. Yule mchungaji alipomtazama akasema, Mungu na kukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, Mungu na kukumbuke. Kwa aliyekuwa tasa miaka nenda rudi, akampata mtu anaitwa Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Samueli ambaye alisimama kama kuhani wa Bwana, kama mtumishi wa Mungu. Kwa vita ya Hana ilikuwa ni kubwa, kwa sababu ndani yake yuko Samueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Samueli anatokea ambaye anakuja kuongoza Israeli. Samueli anatokea ambaye anakuja kuwa kiongozi wa kuamuru mataifa. Anasimama Samueli, lakini alichelewa sana kuja. Nilikuwa nawaambia, mama akaniambia nilikaa tumboni miezi 13. Mama alichoka. Aliponizaa akasema sizai tena. Mimi nikawa wa kuzaliwa wa mwisho. Yesu asifiwe sana. Ndo wa mwisho kuzaliwa kwenye familia. Kilichomfanya mama asilete mdogo wangu, nilimchosha tumboni. Hospitali madaktari wakamfukuza. Anasema tumbo limefutuka hilo. Watu wakiangaza, we bado hujajifungua. Jamani bado. Mlala tu nyumbani. Miezi 9 ikaisha, mwezi wa 10 bado mwanaume karakona. Akimbilia kwa mke mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume Mungu awasamehe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mama amekaa, anasema muda wote niko kitandani, tumbo ni kubwa. Mwezi wa 10 ukafika, mwezi wa 11, mwezi wa 13 ndipo anasikia uchungu. Wakipima kwenye kompyuta zao, kwenye ultrasound, wanasema mama, mbona umepitiliza? Anasema mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vita inakuweko. Vita inakuwako. Maana shetani huwa anachungulia mbali sana. Shetani huwa angalii ukiwa na miaka 5. Shetani angalii kufikisha miaka 10, hapana. Anaangalia miaka ya mbele, ya kwamba huyu mtu yumkini atasimama mahali fulani, atakuwa ni mtumishi wa Mungu kwenye madhabahu yangu, kwenye madhabahu ya Bwana. Shetani hakikisha utoki, ili usije ukasimama kama kuhani, usije ukasimama kama mwimbaji, usije ukasimama kama mtu wa kuhubiri Injili. Anazuia
shetani, lakini yuko Mungu aliye hai, Yesu. Yuko Bwana wa mabwana. Watashinda lakini hawatashindana, watapambana lakini tunaye Bwana wa majeshi yuko upande wetu, maana imeandikwa, Bwana akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Hakuna aliye juu yetu, wapendwa. Wakisimama wachawi, bado yuko Mungu upande wetu. Yakisimama pepo, bado tunaye Yesu. Wakipeleka kwa waganga wa kienyeji, haleluya, bado yuko Bwana wa majeshi, Yesu, ambaye hata mchana wa leo yuko mahali hapa. Sikiliza, hata usiogope vita ulionayo, usiogope changamoto, usiogope namna ambavyo unatembea kwenye matatizo. Nataka nikuambie mchana wa leo, yuko Yesu Kristo, Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yako mambo mengine yanaweza katokea kwa mtu, ni muda tu, ni muda tu. Mungu atakaporuhusu watashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia Penina alikuwa na watoto, hana mtoto, lakini Hana alipozaa mtoto wa kwanza tu, historia ikabadilika, likawa ni toto la kweli. Watoto wa Penina wanaonekana kama ni vibaka, kama ni machokolaa, kama ni wahuni tu wa mtani, lakini mtoto wake Hana ni mtumishi wa Mungu, kamheshimisha mama yake, kamsairisha mama yake. Kwa iko vita kwa mtu. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 na ule wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10. Twende. Wakorinto wa pili, waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 neno la Mungu linasema, ndio, maana ingawa tarudia. Ndio. Mstari wa 2. Naomba kwamba Wakorinto wa pili ulipoanza maana ingawa mstari wa 3. Nasoma. Maana tunaenenda katika mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha. Bali zina uwezo katika Mungu hata